Watu wangu jamani. Tukiangalia Chiriku hapa. Chiriku asikii kweli, lakini naona kiburi kinaendelea kupungua kidogo na atatulia mwenyewe, atasema ukweli pia, kwa sababu hapa tukiangalia hataki, anadanganya. Sisi wote tuliona, tunajua, hata si vizuri pia kutaja ule mtu juu tunaona ule mtu alijiondokea. Tukiona akiposti video zake, atuoni akiwa na majungu na Dev tena. Sasa hakuna haja kutumtaja, lakini sisi tunajua vizuri nani aliyemchukua babake Dev. Na babake Dev alichukuliwa zamani sana. Hii story ambayo yenye inamuhusu Chiriku ni nyingine tofauti, na anataja watu wengine ndani ya hiyo story tofauti. Kwa hivyo waliochukua babake Dev na waliohusika kumchukua babake Dev ni watu wengine tofauti, though wako kwa hiyo gang moja, lakini ama walikuwa kwa hiyo gang moja, lakini wale ambao walikuja kufanya haya mambo ya kumwekea Dev bomb na kuchukua Officer Gerald ni watu wengine tofauti na wale anaoongea, na wakati pia ni tofauti. Kwa sababu huyu hataki tu kusema ukweli, ni vile hajaguswa panapo, lakini akiguswa atasema. Na ukiangalia sasa Freddy huwa yupenda kupeleka maneno yake pole pole. Anapenda kupeleka maneno yake pole pole kwa sababu kuna maneno kuhandle mambo mengine sio lazima utumie nguvu, ama sio lazima upige mtu. Unaweza tumia yale mambo anayoyaongea kutumia hayo mambo against yeye. Si yeye anaulizwa maneno akisema urongo. Pia hayo maneno ya urongo pia ni muhimu, manake itafikia wakati ambao akisema mengine to the contrary itabidi aulizwe. Ataulizwa maswali kutumia yale aliyoyasema, ule urongo aliyoutumia utatumika wakati ukifika. Kwa sababu hapa anatry unajua wale watu wakishakula kihapo hawawezi kufanya nini? Hawawezi kusaliti. Na huyu ni mtu wake, hawezi msaliti. Na ndio maana anatry kumtetea, akijaribu kurushia shida Gateman kwamba yeye alimpa hela akaenda. Ni Gateman ndio anatajwa tu pale sana, lakini yeye hataki kusema ule ukweli vile ilifanyika, kwa sababu hizo message tukiangalia na vile anavyoongea ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu hapa walipanga vizuri, ajagusia pale mahali vile walikuwa wanapanga wakisema yule tutampa milioni 2, alichukua milioni 2. Siwajua ule ni Kikuyu, lakini huyu ex wangu haezi kubali kuchukua hela kwa sababu siwajua ule ni Mjaluo, haezi kubali kuchukua yale hajayagusia. Na vile walivyokuwa wakipanga wakisema atadungwa msumari, atakwenda kudungwa msumari, ajidanganya ameshutiwa, alafu ataenda hospitali. Ama gusa tu kidogo, lakini hataki kusema yote vile zile conversations zilikuwa kwa simu. Hataki, yani hakuna kitu anasema hapo. Ni vile akiulizwa ndio anagusa kadogo tu, lakini hataki kusema ukweli. Lakini Chiriku anajua kila kitu vizuri, na wakati itafika atasema ule ukweli. Ni vile hajaguswa, ni vile hajafanywa kitu, anawabeba poa, anawachukulia poa kwa sababu ya nini? Wanavyompeleka hivyo na hiyo polepole. Na yeye na ujeuri wake anaona ni kama ni kawaida, lakini hajui. Lakini itafika time ambayo itabidi aseme ule ukweli. Atasema mwenyewe. Atasema mwenyewe kwa sababu hataki kugusa pale, anataka kugeuzia story iwe ni nani. Yani ile, kwa sababu ukiangalia babake Dev akichukuliwa, ile ilikuwa ni story ya kitambo na ilihusika na wakina nani huko. Lakini sasa hapa hii anaulizwa hii ambayo ndio hawa wakuja wafike kwa studio wamfanyie Dev vile walivyomfanyia. Hiyo hataki kugusa hapo sana, anaficha, anajua, na hataki kumsema yule mtu wake. Hataki kusema ukweli ya ule mtu wake vile ilikuwa, kwa sababu vile alivyoonywa hataki kuenda hataki kumsaliti, lakini atasema tu haya ni sawa. Ni hiyo ndio nimeona jamani watu wangu. Like video, subscribe kama hujasubscribe, tuendelee kuangalia vile anavyofanya ama vile atakavyopeleka watu kula atakayopeleka, kwa sababu hataki kusema na anajua ukweli kabisa. Ukiangalia vile mtu anavyoongea unajua tu huyu ana ukweli wote, kwa sababu vile walikuwa wakiongea kwa simu ndio wayapange hayo mpaka ifikie wakati anaanza kusema Dev ashakwenda kukula kwa kibanda chake hapo
ashakwenda kukula hapo siku nyingine, na Dave anasema yeye alimuona akipita, Dave alikuwa yapita na gari akamuona akampepea, na yeye akamwambia nini, una akili. Lakini ya kusema Dave alikwenda kukula hapo, sijui yasema urongo. Dave anasema alimpepea na akamwambia hauna akili, lakini hakwenda kukula hapo. Anawekelelea maneno pasipokuwa na maneno, yale anayoulizwa hataki kuyasema, anaficha ukweli, lakini ukweli yeye ndio ako nao, huo ukweli. Unajua hii video ni ya ile siku walivomshika akienda kule ndani, analala siku moja, ndio hajazoea kuona ile tafashiko kule, kwa sababu atakapokapitia kule ndiye atajua kuyasema ukweli. Sawa watu wangu, wacha tuzidi kuomba na kuangalia tuone kutaendaje. Kuwa na jioni njema. Subscribe kama hujasubscribe, like the video, drop a comment, and I love you guys. May God bless you.